Hello wapendwa, hiyo video tuliweza kuiona wiki iliyopita, na kwa wale ambao hawakufanikiwa kuiona, kuna link hapo kwenye description nimekuwekea. Ingia moja kwa moja kwenye hiyo link, ifungue na itakupeleka moja kwa moja kwenye video yetu. Utaweza kuiangalia na baada ya hapo utaweza sasa kuja kuona video hii. Angalia sehemu ya kwanza kabla haujaingia kwenye hii sehemu ya pili ambayo ndio nimekuletea kwa siku hii ya leo. Karibuni. Twende wote sambamba mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Usiondoke, usisahau kulike, kusubscribe na kushare video zangu kwa wengine. Hapo tayari tumeshashonea dots zetu kwenye nguo yetu kama hivyo unavyoona. Hiyo ni lining, pia nimeshonea dots. Lakini pia hiki ni kipande chetu cha mbele. Pia nimeshona dots kama hivyo unavyoona. Tayari. Kwa utachukua kipande chako cha mbele pamoja na lining, utaviweka pamoja kama hivyo na utakwenda kushona. Shona kama hivyo ninavyokuelekeza hapo. Na utashona ule upande wa pili pia. Utakwenda kushona hapo upande wa pili huo. Utashona kwa vipande vyetu vyote hivyo. Tayari tumeshashona vipande vyetu vyote. Kama hivyo unavyoona tayari tumeshashona. Kwa utavigeuza. Utavigeuza kama hivyo. Lakini utakwenda kushona hapo. Utakwenda kushikisha kipande chako hicho cha lining na nguo yako. Tayari nimeshashikisha upande huo wa juu wa kiuno, lakini pia nimeshikanisha na upande wa chini pia nimeshona huko. Lakini baada ya hapo pia nimeweza kunyoosha nguo yangu. Nimefanya hivyo kwa vipande vyangu vyote, vipande vya nyuma viwili na kipande hicho cha mbele kimoja. Baada ya hapo sasa nitaweka sketi yangu kama hivyo, na nitachukua kipande changu cha juu cha blouse hicho hapo. Nitahakikisha sehemu ya katikati hiyo ya sketi imelingana na sehemu ya katikati ya blouse kwa ajili ya kwenda sasa kushona. Lakini kama unavyoona hiyo nafasi imebakia kidogo ni kutokana na dots zetu hizi tumezikata. Lazima kidogo nafasi itabaki hata kama ukishona kutokana zimekatwa, lakini sketi kumbuka dots hatukati, tunaunganisha tu na utakwenda kushona hapo. Lakini pia utachukua kipande chako cha nyuma kama hivyo utachukua, na utachukua pia kipande chako cha blouse hicho hapo. Utakiweka kama hivyo. Utakiweka kama hivyo na utakwenda kushona kama hivyo. Hapo utaenda kushona. Tayari tumeshashona. Na tumeshaunganisha tayari. Baada ya hapo sasa utaiweka nguo yako hiyo kama hivyo. Utachukua na kipande cha nyuma hiki. Ipo vipande vyetu viwili vya nyuma. Utakichukua kipande kimoja, utakiweka hapo. Na utachukua kipande kingine pia cha pili. Utakiweka hapo kama hivyo. Kiweke vizuri kabisa, kilingane vizuri. Na baada ya hapo sasa tutakwenda kushona sehemu hiyo ya zipu. Utashona tu kuanzia juu kwanza, ingawa tutakuja kuweka zipu tutafumua hapo baadaye, lakini hakikisha kwanza umekishika pamoja pia umeshona huko juu ili iwe rahisi kufanya vipimo. Tayari nimeshashona kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo nitaigeuza nguo yangu hiyo kama hivyo, na nitachukua kipande changu pia kile kingine cha mbele nitaweka hapo juu. Sasa hapa nitakwenda kufanya vipimo vyangu na nitaunganisha nguo yangu. Tayari nimeshaunganisha nguo yangu, hivyo unavyoona nimefanya vipimo vyangu na nimeunganisha. Kwa hiyo unapokuwa unashona nguo ya mteja hakikisha kidogo unaacha nyama kubwa kidogo, ili hata kama nguo ikija kubana kidogo apate nafasi ya kuweza kuongeza. Baada ya hapo sasa tumegeuza nguo yetu kama hivyo.
Sasa hiki ni kipande chetu kile cha chini ambacho ndo kinatuletea umbo letu la mkia wa samaki, ndio hicho hapo kama unavyokiona. Kwa utachukua hicho kipande chetu kama hivyo. Nimekata tu, hii ni kama ni solo ile ya kawaida nimekata. Baada ya hapo sasa nitakiweka hapo kwenye sketi yangu. Taweka kama hivyo, ina maana ukishashona itakuwa kama hivyo. Kwa hiyo nitakishona. Nitakwenda kuweka kama hivyo ninavyokuelekeza. Weka kama hivyo unavyoona hapo nafanya. Kwa wale ambao ndio beginners, wale mnaoanza kabisa kushona, mnaojifunza kwa sasa, video hii nafikiri pia itakusaidia kutokana na huu mshono. Nafahamu pia wengi wenu kuna baadhi waliomba huu mshono pia utawasaidia. Kwa sababu mshono huu mara nyingi unatumika sana kwenye shughuli. Unakuta mtu labda kuna sherehe sehemu fulani, unashona nguo kama hiyo, au kuna nguo zingine pia tofauti, lakini hii pia ni mojawapo ya nguo ambazo zinatumika sana kwenye shughuli watu wanashona. Lakini huo ni mkono wetu, tunakwenda kukata mkono wetu off shoulder. Utatakiwa kukunja kitambaa chako mara 2 kama hivyo ambavyo mimi nimekuonesha hapo. Lakini hapa nitatumia kipande changu kimoja tu kwa kuwa mkono wangu naenda kuunganisha. Kwa hiyo ni kipande kimoja. Kumbuka mkono wetu tulitoa inchi 4 wakati gauni letu tulitoa inchi 4 ile ya off shoulder. Kwa hivyo inchi 4 nitaongeza na nusu kwa ajili ya kushonea, itakuwa inchi 4 na nusu. Hiyo ni ile 4 tuliyotoa mwanzo. Baada ya hapo urefu wa mkono wetu ni inchi 17. Nitaweka hapo 17 na nitakwenda kuongeza inchi 2 kwa ajili ya kushonea. Unapofanya vipimo vyako vya mkono, hakikisha usisahau kuongeza zile inchi ulizotoa. Kama ni 3, kama ni 4, kama ni 5. Hakikisha unaziongeza kwenye mkono wako. Lakini baada ya hapo na upande huu wa juu pia nimeweka inchi 4 na nusu kama ulivyoona. Sasa hapa hii ni njia rahisi sana ya kukata mkono wako off shoulder. Utachukua hilo gauni lako, utaweka hapo upande ule wa kwapa kama hivyo. Weka alama mpaka kwapa lako lilipoishia pale ambapo umeunganisha hapo kama hivyo unavyoona mimi nafanya. Na baada ya hapo utaongeza inchi za kushonea. Mimi nitaongeza inchi 1 na nusu kwa ajili ya kushonea. Kama hivyo unavyoona nafanya. Najua watu wengi sana hasa wanaoanza kujifunza, wengi wanachanganyikiwa sana kwenye kukata mkono off shoulder, lakini hii ni njia rahisi, nadhani hata wewe mwenyewe utaifurahia na utatumia njia hii kwenye kushona nguo zako. Ni njia rahisi na ni nyepesi sana sana. Hapo tayari. Upana wa mkono wetu ni inchi 9, kigawanya kwa mbele tutakuwa na inchi 4 na nusu, kwa hivyo nitaweka hapo 4 na nusu. Na baada ya hapo nitaongeza inchi 1 na nusu kwa ajili ya kushonea. Tayari, kwa hiyo nitaunganisha hapo hizo pointi zangu kama hivyo. Baada ya hapo sasa tayari mkono wetu upo tayari, tutakwenda kukata. Tayari tumeshakata na pia nimekwenda kuunganisha na kipande changu ambapo nilikwambia kwamba mkono wangu nitakwenda kuunganisha kutokana na kitambaa changu kidogo inabidi nikibalance kiweze kutosha. Unaona nimeunganisha, kwa hiyo hivyo ndivyo inavyotakiwa. Unapokata mkono wako uwe kama hivyo umekunja mara 2. Lakini pia mkono mwingine ndo huu hapo na wenyewe pia nimeunga. Kama hivyo unavyoona, hiyo sasa ndo mikono yetu. Sasa hapa tu vipande nimekata kwa ajili ya kwenda kushonea huku juu kwenye mabega, ambapo upana wake nimeweka inchi 1 na nusu. Na urefu wetu ndo huo hapo ni inchi 9, hiyo ambayo tuliweka juu inchi 4 na nusu. Kwa hivyo nitakwenda kuweka kitambaa changu kama hivyo. Na nitashona hapo, lakini nitageuza huku juu pia nitakwenda kugongea. Nitafanya hivyo kipande changu kingine pia. Tayari nimeshashona mikono yangu kama hivyo unavyoona, huku juu nimeshona. Lakini pia chini
Hapo nimeshona pia pembeni na huku chini pia kama unavyoona nimepinda. Kwa mikono yetu yote miwili tumefanya hivyo. Kwa hapo sasa tutageuza mikono yetu. Tutaigeuza tayari kwa kwenda kuweka sasa kwenye nguo yetu. Na hili ndilo gauni letu. Sasa utashika kama hivyo ninavyokuonesha, utaanza kushona kuanzia hapo kwenye kwapa kuja mpaka hapo juu, lakini pia utashona upande wa pili mpaka hapo na utafanya hivyo kwa upande wa pili huo pia. Tayari mkono wangu nimeshaunganisha hapo kama hivyo unavyoona. Na hilo ndilo gauni langu. Sasa hapa tuende tukaangalie, tukafanye ule uhakika wetu. Kumbuka hiyo ni inchi 4 ambayo tuliongeza, ndo hii hapo. Nafikiri unaiona vyema kabisa inchi 4 tuliotoa, na tumekuja pia kufanya vipimo vyetu tumerudisha inchi 4 tuliotoa. Kwa unapokuwa unafanya vipimo vyako, fanya kwa umakini, kwa uangalifu, usije ukazidisha sana, ukapunguza sana, itakuharibia nguo yako. Na hiyo ni zipu yetu, tutakwenda kuweka zipu. Tutaweka zipu, lakini pia tutakwenda kupinda huko chini. Natumai utakuwa umeweza kufurahia sehemu ya pili ya video yetu. Kama ulikosa kuangalia ile sehemu ya kwanza ya video hii, basi kuna linki hapo nimekuachia kwenye description, basi ukaweze kuangalia sehemu ya kwanza ili uweze kuendelea na sehemu ya pili ya video hii. Asante sana kwa wewe mpendo wangu uliochukua muda wako pia kuangalia video yangu. Niseme asante, niwashukuru nyote. Karibuni tena wiki ijayo kwenye video nyingine. Asanteni na kwaherini.